Nehemia sura ya 4 aya ya 10, Biblia inasema hivi: wakasema Yuda, nguvu zao wachukuao mzigo zimedhoofika na kifusi tele zipo, tusiweze kujenga ukuta. Kuna wakati mambo yanasongana sana, alafu vita inakufanya usikie kuchoka. Katika hali kama hii, usije ukavunjika moyo, usije ukadhani ya kwamba vitu vitaharibika. Yaani unakuta majukumu ndio yamekuwa mengi ofisini, vitu vimekujalia mezani, na unajiangalia nguvu yako kwa sababu ya kupigwa vita, unaona mwendo wako unaanza kuwa wa kudhoofu. Nataka nikutie moyo leo ya kwamba bado ushindi uko mbele yako. Ninakumbuka habari za Gideoni. Gideoni alitoka na askari 300 kwenda kupigana na Wamidiani, lakini akiwa anapigana waliishiwa chakula. Ukisoma katika kitabu cha Waamuzi sura ya 8. Na bado Gideoni alijitia nguvu na wale watu katika hali yake hiyo ya kuishiwa chakula na kukosa nguvu, waliendelea kufuatia lengo waliloliweka. Na wewe inawezekana unapita kwenye kipindi ambacho maneno yamekudhoofisha, alafu majukumu yamekuwa mengi mezani kiasi cha kwamba unasikia kuchoka. Israeli walijitazama, Yuda wakajiangalia, wakaona nguvu zao wachukuao mizigo zimedhoofika. Alafu wakaona ya kwamba bado kuna kifusi tele kipo. Wakaanza kufikiri kwamba hawataweza kujenga ukuta. Nataka nikwambie, ukuta utasimama. Utajenga hicho unachokusudia kukijenga. Faida utaipata, biashara yako itainuka, hapo ofisini utastawi na kumea na kukua. Usiangalie kudhoofu kwako leo, usiangalie kuchoka kwako leo. Kadiri uwezavyo kupiga hatua, piga hatua. Hata kama unaweza moja leo, ipige hiyo moja. Katika hali yako hiyo ya kuchoka, piga hiyo hatua. Fanya kile kinachowezekana saa hii, na utaona Mungu akikuvusha, akikufikisha mbali, neema yake ikitembea pamoja nawe kwa namna ya ajabu. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakusihi, ninakuomba mshike mkono mtumishi wako huyu. Pako mahali pa kuchoka na kudhoofika, na wakati mwingine vitu vinakuwa vingi sana mezani. Neema ya kwako iwe juu yake. Ukamsaidie Bwana, ukamshike mkono, ukamtie nguvu, fadhili zako ziwe pamoja naye. Usiruhusu hata kidogo jambo lolote likaharibika katika kazi yake, bali Bwana ukamstawishe na kumpa neema, fadhili zako ziwe juu yake daima, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Asante sana kwa kufuatana nasi. Mungu akuchunge, Mungu akutunze, Mungu akubariki.